Juzi nimetoka kuzungumza na mgonjwa mmoja ambaye niliwahi kumhudumia mwezi wa 12 mwaka jana. Huyu mgonjwa alikuwa na changamoto ya kushindwa kushika ujauzito kwa miaka 4 mfululizo akiwa kwenye ndoa. Kumbuka kwamba alishawahi kupata mtoto wa kwanza, lakini baada ya hapo akawa hana tena uwezo wa kushika ujauzito licha ya kushiriki tendo la ndoa kwenye siku za hatari na bila kutumia kinga yoyote. Lakini alikuja kwetu na akatuelezea vizuri kuhusu changamoto ambayo anaipitia ya kutokushika ujauzito. Lakini baada ya kufanya uchunguzi wa kitaalamu tukagundua kwamba aliwahi kutumia uzazi wa mpango ama family planning, ambayo imeathiri homoni zake kiasi kwamba hata siku zake za hedhi pia zinakuwa hazieleweki vizuri, lakini pia inawezekana ikapita hata miezi 2 hajaingia kwenye siku zake za hedhi. Kwa alipokuja mwaka jana tukampa matibabu ambayo yalimsaidia kwanza kubalance homoni zake, lakini pia tukamsaidia kumpa matibabu ambayo yalirekebisha mfumo wake wa uzazi ili kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kushika ujauzito. Kwa hiyo juzi ametupigia, alikuwa ameshamaliza dozi ya miezi 3 na ameenda kupima, amegundulika kwamba ana ujauzito wa miezi 2.5. Inawezekana hata wewe uko kwenye ndoa kwa muda mrefu, unatamani kupata mtoto lakini umekuwa ukijaribu kila njia bila matokeo. Hebu tutafute kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Itaishia hapo. Ikate, itaishia hapo. Ikate.